Msikilizaji, yamkini umewahi kusikia mambo mengi kuhusu Mungu, kuhusu shetani na kuhusu uumbaji. Dini mbalimbali zimezungumzia mambo haya. Wakristo wamezungumza kwa upande wao, Waislamu wamezungumza kwa upande wao, na Wayahudi, nikiwa na maana hizi dini tatu ambazo ni Abrahamic religion. Leo tutakwenda kuzungumza jambo hilo kupitia kitabu ambacho hakipo kwenye dini zote hizi, lakini ni kitabu ambacho kipo na huenda kawa ukijui. Lakini leo nina mgeni ambaye atakwenda kutusaidia ujue kitabu hicho, ujue na mambo mengi yaliyoandikwa kuhusu uumbaji kwenye kitabu hicho. Nichukue fursa hii pia kumtambulisha mgeni wangu. Huyu anaitwa Tiozen. Huyu ni mwimbaji wa Bongo Flava, lakini pia anaimba gospel moja moja humo ndani akimwimbia Mungu, maana Mungu ni wetu sote. Huyu bwana kwenye mitandao yake ya kijamii anapatikana kwa jina hilo Tiozen. Pale mwishoni atakuja atatuambia vizuri namna utakavyompata kwenye mitandao yake ya kijamii na mawasiliano yake. Lakini leo ndo mgeni wetu studio, Bwana Tiozen. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Bwana Tiozen, tusipoteze muda, tuanze haraka na mada yetu. Nataka kujua kwanza uwasaidie watu reference ya kitabu. Kitabu kinaitwaje na kinapatikana wapi? Alafu ndo tuanze kuongea yale ndani ya kitabu. Hicho kitabu kinapatikana Play Store. Ndio. Ukiandika hapo Melchizedek, The Book of Melchizedek, unakikuta hicho kitabu, na kimeelezea mambo mengi sana ambayo kwenye Biblia hayakufunuliwa kabisa. Ndio msikilizaji, kama ulivyosikia, Melchizedek naye kwenye Biblia kaandikwa kidogo, lakini jamaa katufungulia zaidi kidogo. Sisi nimuite pia mtumishi wa Mungu leo, na niruhusu nikuite mtumishi wa Mungu kabisa. Basi nitakuwa namuita mtumishi wa Mungu kwa sababu hakuna mtumishi wa shetani. Sisi wote ni watumishi wa Mungu. Kwa hiyo kama alivyoelezea, kitabu kinaitwa Melchizedek. Baadaye atatupa mawasiliano yake, ili kama ukitafuta kwa kikosa atakusaidia namna ya kukipata kitabu hicho. Basi tunaanza kwenda kuyazungumza yaliyomo ndani ya kile kitabu. Ndugu yangu, hebu tuanze hapo mwanzoni, tuanze kuchimbua pale mwanzoni kabisa pale. Karibu sana. Asante sana. Bwana, hicho kitabu kinaitwa The Book of Melchizedek, kwamba Melchizedek kihistoria tunasema ni mfalme wa Yerusalemu, ambaye Melchizedek yeye ni mwana wa Adonija, ambaye Adonija ni babake na Melchizedek, na Adonija ndo mtu wa kwanza kuanzisha Yerusalemu, ambaye baadaye huo ufalme ukarithishwa kwa mtoto anaitwa Melchizedek. Lakini Melchizedek amepitia changamoto nyingi sana katika maisha yake. Toka alipokuwa mdogo alikuwa na rafiki yake anaitwa Samael, lakini Samael walikuwa wanaishi pamoja, alikuwa ni rafiki yake karibu sana, wanaishi nyumba moja. Lakini Samaeli alikuja kuingiwa na roho ya wivu, jealous, baada ya kuona Melchizedek yeye anakuja kuwa mfalme wa Yerusalemu. Kwa Samaeli alikuwa anataka kuchukua hicho kiti, ya kwamba yeye ndo anapaswa kuwa mfalme wa Yerusalemu na sio Melchizedek. Na pia baada ya hapo Samaeli akatengeneza kikundi cha watu kwa ajili ya kwenda kumuua Melchizedek na kuchukua fimbo ya mamlaka kutoka nyumba ya kifalme. Yes. Msikilizaji, kama ulivyosikia hapo mwanzoni kabisa kwamba hapa sasa tumetoka, hiyo ni historia ya Melchizedek mwenyewe. Historia ya Melchizedek mwenyewe. Sasa tunaanza kutoka sasa hapo kwenye historia ya Melchizedek mwenyewe kwenda sasa kumuongelea Melchizedek kwa undani na taarifa zake alizozisema kuhusu mambo ya uumbaji na mambo ya Mungu. Naomba tuendelee ndugu yangu. Asante sana. Na katika masuala ya uumbaji, ndio Melchizedek amefunuliwa vitu vingi sana kwa sababu Melchizedek anajulikana pia kama kuhani mkuu wa Mungu. The highest priest ni kuhani mkuu wa Mungu. Kwa hiyo Melchizedek bwana, yeye aliwahi kufunuliwa akapelekwa kabisa na malaika katika ulimwengu mwingine wa kiroho, ambapo alipofika huko Melchizedek akawa amefunuliwa namna ambavyo Mungu alivyoanza uumbaji na namna uumbaji ulivyokuwa unaenda. Na katika uumbaji Melchizedek anatueleza kwamba kiumbe kabisa wa kwanza kuumbwa na Mungu ni Lucifer. Kwa Lucifer
is the first creature to be created by the God. Ni kiumbe wa kwanza kabisa kuumbwa na Mungu, na ni kiumbe ambaye amefunuliwa mambo mengi sana. Ni kiumbe ambaye amefunuliwa mambo mengi sana. Na katika maisha yake Lucifer amekuwa karibu sana na Mungu, na pia Mungu alimfunulia mambo mengi sana katika ulimwengu wa nuru. Lakini kipindi hicho mbinguni kulikuwa na pande mbili. Kulikuwa na upande wa giza na kulikuwa na upande wa nuru. Lakini kwa kuwa Mungu alikuwa amemfunulia mambo mengi sana ya Lucifer siku moja Bwana akaenda kwa Mungu akamuuliza, Baba, umenieleza vitu vingi sana vya upande huu wa nuru, lakini ni nini siri ya shimo hili? Mungu akamjibu, mwanangu, unapaswa kuishi katika nuru wala usihangaike na giza. Lakini Lucifer hakukubaliana na majibu ambayo alipewa na Mwenyezi Mungu. Akaamua kuendelea kuchimbua siri ya lile shimo ni nini, mpaka ikafika hatua ameenda kwa malaika wenzake kwamba kwa nini Mungu hataki tujue siri ya hili giza, hili shimo lina siri gani, na kwa nini hataki sisi tujue hili shimo lina siri gani? Na ametuelezea mambo mengi ya huku upande wa nuru. Basi hapo ndipo Shetani akaanza, tuna kipindi hicho anaitwa Lucifer, akaanza campaign, siasa huko mbinguni. Akaanza siasa kuwashawishi wale malaika waendelee kujua zaidi kuhusu shimo hilo la giza. Na baada ya hapo ilibidi sasa atengeneze kikundi cha malaika ambao wanamsupport Lucifer ili wakampindue Mungu, halafu yeye ndo akae kwenye kile kiti cha enzi. Akaunganisha watu, akaunganisha malaika wengi. Alipopata nguvu, ndo pale sasa tunarudi kwenye Biblia kwamba vita vilipigwa mbinguni. Na baada ya vita hivyo kupigwa, Lucifer alivyoshindwa alitupwa kwenye lile shimo la giza. Msikilizaji, alitupwa kwenye shimo la giza. Ndio. Asante sana. Mpaka hapo umeongea mambo kadha wa kadha, lakini nikiangalia kwenye maswali yangu niliyoandaa kulingana na mpaka hapo tulipofikia, ni kwamba kwa maelezo yako umesema kwamba ulikuwa na giza. Ndio. Shetani alitaka kujua kilichokuwemo kule kwenye giza. Kwa mantiki hiyo, giza lile liliumbwa na nani? Giza hilo limeumbwa na Mungu mwenyewe. Ndio. So Mungu kipindi cha uumbaji aliumba kwanza upande wa nuru. Ndio. Lakini upande mwingine ukabaki giza. Kwa huko kwenye nuru ndipo walikuwa nakaa malaika na ndipo kiti cha enzi kilipo. Lakini Lucifer kwa kuwa alikuwa karibu sana na Mungu, ndo akaanza sasa kujiuliza, kwani mbona tunakaa huko kwenye nuru tu? Je, ni kipi kilichoko kwenye giza huko? Asante. Uliongea pia kwa habari ya shimo, kwamba kwenye shimo hilo kuna nini wakataka kujua. Ulipozungumza kwa habari ya shimo, ulikuwa na maana shimo hilo ndio huko kwenye giza, au kuna tofauti kati ya shimo na huko kwenye giza, au ni kitu kimoja? Manake ni kwamba ninapozungumzia hilo shimo ni kwamba upande huu tuseme kwamba kuna pande mbili tuseme. Lakini kuna upande mmoja ambao sasa kuna mwanga, alafu kuna upande mwingine ambao kuna giza. Sasa hilo giza lilionekana kama shimo fulani. Yaani iko kama shimo. Ndio. Asante sana. Kwa hiyo comment hiyo, msikilizaji, kama ulivyosikia, tunaondoka na mpaka hapo tulipofikia, tunaondoka na hitimisho kwamba giza lilikuwepo hata kabla ya Shetani, kuna limeumbwa na Mungu mwenyewe. Kabisa. Asante sana, mpaka hapo tunaendelea. Sasa kwenye story yetu tumeishia pale ambapo Shetani amewaorganize sasa malaika wengine, anataka ampindue Mungu atawale.
Sasa nataka uanze kuniambia kwanza malengo ya shetani, kwa nini anataka kumpindua Mungu atawale ili iweje, alafu kuanzia hapo tuendelee sasa walifanya nini baada ya kupanga mpango huo wa kutaka kumpindua Mungu watawale. Ndio. Walipopanga mpango wa kwenda kumpindua Mungu, lengo kubwa ilikuwa ni shetani anataka kumpindua Mungu ili Mungu awe chini yake, ili akishakuwa chini yake awe na uwezo wa kutawala upande wa nuru na pia kutawala upande wa giza. Hiyo ndio lengo kuu la shetani kipindi hiki. Ndio. Asante kwa hilo lengo. Nimepata na swali jingine kidogo. Msikilizaji, utaungana na mimi kwamba Wakristo wa wakati huu wanaamini kwamba malaika ni viumbe ambavyo haviwezi kutenda dhambi. Na kwa maelezo ni kwamba Lucifer aliorganize malaika. Kwa ina maana kulikuwa na malaika ambao wanakwenda kutenda dhambi. Hebu jaribu kueleza hili limekaaje kiufahamu kidogo, hili limekaaje? Asante sana. Iko hivi, Bwana wasema kwamba malaika hawezi kutenda dhambi. Ni kwamba enzi hiyo, kipindi hiko viumbe vilikuwa na kitu kinaitwa freedom of choice. Kulikuwa na uhuru wa kuchagua. Una uhuru wa kuchagua kipi ufanye jema ama ufanye baya. Kwa kulikuwa na freedom of choice. Na pia kwa kuwa shetani ama Lucifer alikuwa amefunuliwa vitu vingi sana, kwa alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuamua afanye kipi. Na mpaka ndio maana alikuwa mpaka ana uwezo wa kwenda kwenye kiti cha enzi, maana yake yeye ni malaika, ni kiumbe ambaye kiko karibu sana na Mungu. Kiko karibu sana na Mungu. Kwa ndio maana alikuwa na uwezo wa kuwaza mambo tofauti kwa sababu ana uwezo wa kufanya vitu. That's why aliamua kushawishi malaika kabisa wamsapoti Lucifer ndo awe mfalme. Akishakuwa mfalme atawapa ufalme wa giza na pia atawapa ufalme wa nuru, kwa sababu Mungu amenyima ufalme wa giza, anawapa ufalme wa nuru tu. Lakini yeye akaamua kwamba mimi nikiwa kwenye ile nafasi nawapa mnakuwa wafalme kote, pande wa nuru, pande wa giza. Ndipo wakashawishika wamsapoti ili wapate uhuru. Lakini kilichotokea baada ya vita ni kwamba vita vilipigwa kati ya malaika wanaomsapoti ya malaika, tunasema malaika waasi. Ilipigwa vita dhidi ya malaika wa Mungu, ambapo malaika wa Mungu walishinda vita hivyo. Na ndo mahali ambapo inasemekana Lucifer alirushwa kwenye lile shimo la giza. Huko ambapo alikuwa anapadai, akarushwa sasa akae humo kwenye hilo shimo la giza. Akakaa kwa miaka mingi tu huko kwenye hilo shimo. Msikilizaji, kama ulivyosikia kwamba amezungumza kipande cha habari ya vita na hitimisho la lile vita, kwamba ile vita mwisho siku Lucifer pamoja na wale malaika wengine ambao walikuwa waasi wametupwa sasa kwenye shimo la giza. Sasa kabla sijauliza maswali nilikopo nayo, acha niweke akiba, nitayauliza mbele. Naomba tutoke sasa tena hapo, tuendelee na story kuanzia hapo waliporushwa, nini kiliendelea. Asante sana. Na aliporushwa kwenye ile shimo la giza, Mungu kipindi hicho bado hakumaliza kazi yake ya uumbaji. Kwa vita vilivyopigwa, shetani na Lucifer kama amerushwa kwenye hilo shimo, basi Mungu akaendelea na uumbaji. Alivyoendelea na uumbaji huo, lile shimo akaweka sasa mwanga tena. Alipoweka mwanga, akaweka tena kiumbe kingine, ambacho hicho kiumbe ndio binadamu ambaye ni Adam. Basi shetani alivyoona kwamba mbona Mungu ameanza kujenga hili shimo, sababu ndugu yangu, hilo shimo lenyewe ndio dunia hii tunayozungumzia. Kwa Mungu akaamua sasa aweke jua, kuwepo na nyota. Kwa kulikuwa na mwanga, kazi ya uumbaji ilikuwa inaendelea. Basi
Lucifer akafurahia sana, akasema kweli Baba hawezi akaniacha mimi, mpaka amenifuata kwenye giza na ameanza tena kuitengeneza bustani ile. Lakini alivyoona kuna kiumbe kingine kipo bustanini, ambacho kiumbe ndio Adam, Lucifer alikuwa na uchungu, alipatwa na wivu kwa kuhisi kwamba huyu Adam ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo vita hivi bado vinaendelea, lazima tunaenda kuangusha hiki kiumbe ambacho Mungu amekileta hapa. Ndio pale shetani ama Lucifer alianza kufanya kampeni ya kutaka kumwangusha binadamu, na njia pekee, kwa sababu yeye alikuwa na uwezo wa kuvaa sura ya kitu chochote. Shetani anakuja kwa namna tofauti. Anaweza akaja kama ndege, anaweza kaja kama nyoka. Ndio maana hata aliyekwenda kumdanganya Eva alikuwa ni nyoka. Kwa sababu, kwa nini ni nyoka? Nyoka ni kiumbe wa Mungu, lakini nyoka ameingiwa na roho ya shetani. Ndio pale unaambiwa siku hiyo Eva alikuwa anacheza na wanyama wengi sana pale bustanini. Kwa anacheza na wanyama mbalimbali. Lakini Eva alivyomwona nyoka, alivutiwa sana na rangi aliyokuwa nayo nyoka. Nyoka alikuwa amependeza, alikuwa na rangi kama saba. Kama upinde wa mvua ulivyo. Alikuwa na rangi nzuri sana ambayo inameremeta. Kwa Eva akashawishika, na alikuwa anaongea mambo ya busara sana hilo joka. Ndio pale wakaanza kupiga story na Eva. Akamwambia, mbona wewe unaonekana una ujuzi, una maarifa, vipi umejuaje haya yote? Eva anamuuliza nyoka. Nyoka akamwambia kitu kimoja tu, kwamba unaona ule mti pale, ukiweza kula matunda ya ule mti utakuwa na ujuzi kama wa kwangu. Lakini Eva akajibu, tumekatazwa kula tunda la mti huo, lakini tumekubali, tumeruhusiwa kula matunda mengine yote, lakini sio huo. Joka likajibu, unajua kwa nini umekatazwa? Ni kwa sababu Mungu hataki uwe na maarifa kama nilionayo mimi. Wakati huo wanaongea na Eva, ndugu msikilizaji, wakati huo yule joka amemsogelea kabisa. Inasemekana amemsogelea kabisa, na yuko very close na Eva. Maana yake tunasema zero distance. Basi Eva akashawishika kula lile tunda, na alivyokula hilo tunda, ndugu msikilizaji, matokeo ya kula tunda hilo, na kupa tu siri, matokeo ya kula tunda hilo, Eva siku hiyo alitoka hapo akiwa na ujauzito. Ndio hapo kapatikana Kaini. Ndio maana hata Kaini alikuwa na roho chafu ya uaji, alimuua hata ndugu yake. Sababu Kaini hakuwa mtoto halisi kabisa wa nani? Wa Adam. Baada ya hapo nyoka alivyofanikiwa kumdanganya, akarudi tena kwamba kiko wapi sasa kile kiumbe, tayari nimeshakiangusha. Ndio mpaka hapo shetani alivyokula lile tunda, Eva alivyokula hilo tunda, ndio ikawa ndio anguko la binadamu. Na kuanzia hapo alikuja kupewa adhabu ya kifo. Mwanzoni hakukuwa na adhabu ya kifo, lakini akapewa adhabu ya kifo kwa sababu ya kula tunda hilo. Na pia vile
Mtu anaweza akaanza kujiuliza, kwani nyoka wa zamani walikuwa wanaongea? Au ndio, wanyama wote walikuwa kipindi hicho wanaongea kabisa. Lakini baada ya Eva kula tunda, wanyama wote walinyamazishwa. Hakuna mnyama tena aliweza kuongea tena. Hiyo ndio adhabu mmoja wapo ambao alipewa wanyama wote, na pia nyoka mwenyewe akaanza kutembea na tumbo mpaka leo hii. Ndio bwana. Asante sana. Kwa msikilizaji, kama ulivyosikia, mimi mwenyewe nimesikia mambo mengine mapya. Nina maswali mengi hapa kwa sababu najua hapo tumefika hitimisho. Sasa hivi ni muda wa maswali. Ndio. Kama alivyosema, tuko kwenye hitimisho, ni muda wa maswali. Mimi msikilizaji, nitakusaidia kuuliza yale maswali ambayo mimi ninayo. Lakini wewe kwenye comment unaalikwa kuuliza maswali yako mengi. Alafu wakati ujao tutakuja tu kwa ajili ya maswali na majibu. Nitapitia maswali yako kwenye comment, nitayaandika, nitamwalika tena huyu bwana. Tutapata nafasi ya kuhojiana naye haya maswali. Kama alivyosema, kitabu kinaitwa The Book of Melchizedek, unaweza kukipata Play Store. Samahani kidogo kabla sijaendelea, ndugu yangu. Kitabu hicho kimeandikwa kwa Kiswahili, kwa Kiingereza? Hicho kitabu kimeandikwa kwa Kiingereza. Hakina tafsiri yake, hakina toleo la Kiswahili kabisa. Kwa hiyo kama ulivyokwisha kusikia, mambo yako wazi kabisa kwamba kitabu hicho kimeandikwa kwa Kiingereza. Kwa hiyo aidha wewe unajua Kiingereza, au kama hujui Kiingereza, wewe na mtu ambaye atakusaidia msome kwa pamoja ambaye anajua Kiingereza uweze kuyaelewa pia mambo haya. Sasa tunakwenda kwenye maswali kadhaa hapo. Tutakuwa na maswali kadhaa. Maswali yangu nitayakata katika makundi mawili. Kundi la kwanza litakuja kuanzia wakina Eva na Adamu walipoanguka baada ya nyoka huyo kuwadanganya ambaye ndio huyo Lucifer. Alafu kundi la lingine la maswali litakuwa kutoka hapo kurudi nyuma kidogo, pale ambapo ulipoanzia kwamba shetani akatupwa kwenye lile shimo, na kama nilivyosema lile shimo ndio ulimwengu wetu. Ulichokiongea kwa sehemu fulani napata uhalisia, kwa sababu Yesu mwenyewe alisema kwamba shetani ni mungu wa dunia hii. Hiyo na kukubaliana na wewe kwamba kwa sababu shetani alitupwa kabla ya mwanadamu alikuwepo, kwa hiyo yeye ni mhenga kuliko sisi. Lakini swali langu lilikuwa ni kwamba kwa maana yako ni kwamba shetani na sisi tuko mahali pamoja. Kabisa. Kwa sababu shimo lenyewe lilikuwa ndo hili dunia. Kwa sababu kipindi hicho dunia hii yaani uumbaji haujakamilika. Kwa maana hili jua unaloliona halikuwepo. Na pia hizi nyota unazoziona hazikuwepo. Mwezi haukuwepo. Kwa hiyo ilikuwa huku ni giza tupu. Na yeye alikuwa anapenda sana hapa ulimwengu wa giza. Ndio maana akaanza kutengeneza kampeni za kwenda kumpindua ili atawale kote, kwenye nuru na kwenye giza. Lakini Mungu akaamua kumtupilia huko kwenye hili giza. Akamnyima kabisa, asiwe na mawasiliano kabisa na ufalme wa nuru. Japo ana uwezo wa kufika. Shetani ana uwezo wa kufika kwa sababu ana ufunguo kabisa. Ana uwezo wa kufika mpaka huko kwenye ulimwengu wa nuru. Na anapeleka malalamishi kabisa kwamba fulani kafanya hivi, adhabu yake ni hii. Na Mungu anamsikiliza kwa sababu ukizingatia ni kama wana mawasiliano. Leo tutafika huko. Kuna mambo mengi msikilizaji, tukiwa tunaendelea na kipindi hichi utakuwa unajifunza mengi, kwa sababu nataka niwe nakuja na maswali mengi ya logic ili tuweze kupata conclusion iliyo sahihi. Kwa sababu kama mambo ya dini yanafundishwa ni ukweli, basi ukweli unaweza ukapimwa. Kama ukweli unaogopa kupimwa, huo sio ukweli. Ila kama mtu ana jambo lake la ukweli na ana hakika ni la ukweli, hawezi akaogopa likapimwa. Ndio maana ya maswali, na ndio maana hata maswali yako pia nitakuja niaulize. Kwa ndugu yangu, swali jingine kutokea hapo sasa kwamba shetani ametupwa huku, Mungu akaja akafanya uumbaji huku, akamuumba mwanadamu huku. Shetani akamjaribu mwanadamu huyo na akamwangusha. Kutokana na Biblia ni kwamba mwanadamu alipoumbwa alipewa utawala wa hapa. Sasa shetani alikuwa mhenga kuliko mwanadamu. Lakini Mungu akamuumba mwanadamu alafu akampa aitawale dunia. Sasa nataka kidogo utufafanulie hapo ili kueje hapo. Yes, ni kweli kwamba
Shetani amepewa utawala kwenye giza huku. Ndiyo. Lakini pia hapo hapo Mungu ameamua kumpa mwanadamu atawale huku duniani. Kwa nini? Eneo ni moja lakini kuna watawala wawili. Mungu aliumba mwanadamu kwa lengo moja, afanye matendo ambayo yanampendeza Mungu. Ndio maana amekuwa mwanadamu ana uwezo wa kutawala hii dunia pale tu ambapo anampendeza Mungu. Lakini mwanadamu pia hawezi kaitawala hii dunia akiwa yeye anamsapoti shetani. Kwa maana mwanadamu ameumbwa ili atende mema. Katika kutenda mema huko ndio atapewa neema ya kutawala kila kitu kilichopo kwenye uso wa dunia. Na pia binadamu waliumbwa kwa lengo moja, kwa sababu inasemekana kipindi shetani alipokuwa amerushwa huko kwenye hili shimo la takataka, shimo la giza. Naam, ndio ni kwamba huko alipotoka mbinguni, shetani alikuwa bado ana uwezo mkubwa sana. Kwa lengo letu kuumbwa sisi ni kwenda kumpunguza, yani kumaliza ule uwezo alikuwa nao shetani. Ametoka kule, ametoka na funguo ambazo tunasema ni kama kitu ambacho inampa power ya kufanya vitu vingi sana. Ndio maana Mungu akamuumba binadamu ili aweze akakomboe kutoka kwa shetani. Ndio maana kizazi hicho cha Adamu ndio kizazi hicho kilichomzaa Yesu Kristo, ambaye ndio mkombozi na ndio mtu ambaye aliweza kwenda kumnyang'anya funguo shetani arudi nao kwa Baba. Asante sana katika maelezo yako yote, na kwa sababu leo tuko tunaongelea habari ya uumbaji. Yasikia ukiongelea majini. Je, majini ni kina nani? Kuna tofauti gani kati ya shetani, au uhusiano gani au rafiki gani kati ya shetani na majini? Hapo ndio nimalizia hapo, nisiongee sana. Asante sana, ni swali zuri sana. Umezungumzia upande wa majini. Na pia na iko hivi kwamba huyu shetani alipokuja huku alikuwa na wafuasi wake. Wale wafuasi wake kule kwenye upande wa nuru waliitwa malaika, lakini walivyokuja huku duniani hatuwezi tena kuwaita malaika, kwa sababu malaika huwa hawatendi maovu. Kwa pia sasa, baada ya kushushwa huku, wale wanaomfuata, kwa shetani alikuwa anatumia kwa wale malaika wake sasa, au malaika wake. Sisi kama watu wateule hatuwezi kuwaita wale malaika, ndio maana tunaita majini. Yes. Umesaidia kitu kimoja. Sasa ninaingia tena hapo ndani kidogo. Hii ni kwa faida ya msikilizaji. Ninachepuka kidogo nje ya mada, lakini ni kwa faida ya msikilizaji. Kuna baadhi ya watu wa dini, sitataja dini jina, lakini wamekuwa wakiamini kwamba majini, kuna majini wazuri na majini wabaya. Kuna majini kiwa wanamtukuza Mungu na majini wengine hawamtukuzi Mungu. Yaani kana kwamba kuna hiyo kwamba mwanadamu unaweza kukaa na majini na ukafanya nao kazi na wakakusaidia, na kuna majini wazuri na majini wabaya. Unakubali kuna majini wazuri au mabaya, au tofauti na hapo tutakuwa tumetoka nje ya mada tunatoka kidogo afu tunarudi tunaendelea. Tutakuwa tumetoka nje ya mada. Tunatoka kidogo afu tunarudi. Na pia tumetoka nje ya dini ya Kikristo. Nataka tu nijue. Ndio hivyo. Kwa uelewa. Kwa uelewa ni kwamba tunapozungumza tafsiri zingine kwamba au majini kuna wanaofanya mambo mazuri, lakini kuna wanaofanya mambo mabaya. Lakini iko katika tafsiri hii. Jini kama jini ni kiumbe ambacho kimekosa mwili. Ni kiumbe ambacho kimekosa mwili. Kama ilivyo kwa malaika, hawana mwili. Hata jini mwenyewe hana mwili kama tulionao sisi wanyama. Kwa hao majini
wanaofanya maovu, wanaofanya mambo mabaya, tafsiri yake hao wapo katika upande wa giza lile la Shetani. Lakini sitaki kusema moja kwa moja kwamba jini hata kama angeona fanya mema basi ni sawa na malaika. Ndio hapa mimi utata wangu ndio huko hapo. Yaani nataka hapo kwamba conclusion, majini ni malaika wabaya au majini ni tofauti na malaika, kwamba eti kuna majini wazuri na wabaya? Labda iko hivi. Majini wako, unajua ndugu bwana, iko hivi. Kuna vitu viwili. Na katika huu ulimwengu tunaoishi sisi, kuna vitu viwili vikubwa sana. Kuna kitu kibaya na kitu kizuri. Ukishaona jambo lolote ambalo ni zuri, hilo lipo upande wa nuru. Ukishaona jambo lolote ambalo ni baya, hilo lipo upande wa giza. Kwenye giza kuna nani? Lakini bado haujajibu swali langu. Kuna majini wazuri na wabaya au majini haya basi kuna majini yaliyoko kwenye mwanga na yaliyoko kwenye giza, au majini yote yalitupwa kwenye giza, kwamba automatic jini yupo kwenye giza? Yaani kuna jini afu ni mfuasi wa Mungu, ngoja niwe hivyo. Kuna kwa mfano kwamba nilikuwa nimetoka kwamba kuna baadhi ya imani zinaamini kuna majini sio wanaabudu, sio wanamwabudu Mungu, sio wanafanya. Ndio maana nataka kusema kuna majini wako upande wa Mungu au majini wako upande wa Shetani tu. Asante. Sasa tufanye kitu kimoja hivi. Swala hilo ni somo lingine kabisa ambalo ni ndefu sana kuelezea na hatuwezi tukalimaliza hapa. Labda itakuwa ni somo la kipindi kingine. Hilo swali liweke hapo, tutaendelea na kipindi kingine. Asante. Ndio. Tumetoka kwenye swala hilo la nani. Msikilizaji, kama una maarifa unaweza kapi unajaza kwenye comment, wenzako wakipita wanasoma wanajifunza jambo hapo. Tumetoka kwenye jambo hilo, sasa tunakuja nikwambia maswali yangu yamegawanyika katika vipande viwili. Tunakuja kwenye uumbaji na mpaka kwa Adam. Uumbaji wa Adam na uumbaji wa Eva. Kwenye uumbaji ulipotoka kwenye kitabu ulichokisoma na ukija kwenye Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo, vitu vilivyoshabihiana pale, hususan kuanzia kwenye uumbaji wa ulimwengu, ni kwamba kweli kabisa kwamba dunia ilikuwa giza, ilikuwa ukiwa. Uumbaji ukaanza pale, nuru ikaumbwa nyingine, na kama ulivyosema ndio jua lilipoumbwa na nyota na kila kitu, mwanadamu naye akaumbwa hapo. Tunakwenda kwenye swali sasa. Swali linaleta kwa sababu kuna kitu kipya kimoja ambacho kilikuwa pale kigeni ambacho hakipo kwenye kitabu cha Mwanzo, ambacho ni kwamba Eva alipokula lile tunda alipata ujauzito wa Kaini, ambaye Kaini alikuja kuwa mbaya akamuua Abeli. Swali, Eva alipomega lile tunda si alimpa na Adamu amege? Asa yeye alipata ujauzito, Adamu alipata nini? Asante sana. Umefikiria mbali sana. Kumbuka Eva kabla hajatoka pale bustanini alipokuwa na lile joka. Inasemekana Eva alikula lile tunda na amelishwa tunda, na akachukua hilo tunda akaenda akamuonesha mume wake ambaye ndio Adamu. Wakala tunda, na pia ndio maana walipokula tu ile tunda walifunuliwa, sababu walifunuliwa kwamba mbona sasa tuko uchi? Mbona sasa tuko uchi? Ndio pale sasa Mungu aliamua kuwatengenezea vazi. Kutengenezea vazi. Na lile vazi alilopewa Adam ilikuwa ni vazi ambalo lina nguvu sana, kiasi kwamba hata mnyama akikuona hivi anatetemeka, anaogopa, kwa sababu ina ile nguvu ya uungu hilo vazi. Hilo vazi bwana, kisoma tena ukiendelea kusoma, hilo vazi limerithishwa kutoka kwa vizazi mpaka ikafika kwa kizazi cha Nuhu. Ikafika kwenye kizazi cha Nuhu, ambao baada ya hapo Nuhu alikuja kumrithisha mwanae Hamu.
Nuhu alikuwa na watoto watatu. Mtoto wa kwanza ni Jafet, wa pili Shem, wa tatu Ham. Kwa hiyo Ham ndio akaja akachukua lile vazi, akaendelea kurithisha kwa wanaye mpaka ikafika kwa mtoto, kwa mjukuu anaitwa Nimrod. Ndio maana Nimrod alikuja kuwa mfalme tishio kwa kabisa, ndio mwanzilishi wa Babylon, wa Babeli. Kwa nini aliweza kufanya hivyo na kwa nini alikuwa mwindaji hodari mbele za Bwana? Ni kwa sababu alikuwa na lile vazi ambalo lina uungu ndani yake. Kwa maana yake baada ya Eva kula tunda, alivorudi kwa mume wake, tayari Bwana alishakuwa na kiumbe ambacho cho kiumbe kilikuwa ni damu ya upande mwingine, sio damu ya Adamu kama Adamu. Kwa maana Kaini alikuwa akifanya mambo maovu, baadaye akamua ndugu yake. Alipomua ndugu yake, Mungu akampa adhabu ile ya kuwa akaondolewa pale kwenye ile eneo, kaenda kuishi kwingine mbali kabisa. Sasa kwa sababu kile kizazi cha Kaini kilikuwa kinaendelea kuchafua ulimwengu, ndio kizazi ambacho pia kiliweza kufanya maovu mpaka wakaamua kwenda kuzaa na wale wana wa Mungu. Baada ya hapo basi Mungu akaamua, kwa sababu dunia sasa kipindi ilikuwa na watu wachache. Kuna kizazi cha Kaini, cha Habeli tayari shauao. Ndio Mungu akampa Adam mtoto mwingine anaitwa Seti, ambacho hicho kizazi cha Seti ndio kiliendelea mpaka leo hii. Kizazi cha Kaini, kizazi cha Kaini kilifutiliwa mbali kipindi cha rika kuu. Karibu. Nilitaka kukustopisha kwa sababu sitaki tuende huko sana. Nataka tubaki leo kwenye mada za leo. Tubaki hapa kwenye mada za leo. Naweza nikasema kitu kimoja kwamba kwenye upande wa maswali ni kama nimemaliza, lakini leo tufungie kipindi chetu hapa, alafu tutakapata nafasi tena tutakuja kujibu maswali ya watu, alafu tutafungua kipindi kingine kipya cha kuzungumzia mambo mengine na mengine na mengine. Kwa msikilizaji, kwa leo tutaishia hapa, lakini tunapokwenda kuweka hitimisho nitamuomba ndugu yangu aeleze sasa kwa ufupi, apate nafasi ya kueleza yeye kwenye mitandao ya kijamii anapatikana kama nani. Sema ngoja nitakuwa namuuliza ili tuende taratibu. Tuanzie kwenye jina la sanaa kwenye mitandao ya kijamii, na ukipenda kuwapa jina kamili ni wewe tu. Ndio, mimi kwa majina naitwa Tiozen, lakini majina yangu kamili kabisa tukitana jina la sanaa naitwa Baraka Theophili Panga. Asante, naomba uwatajie spelling za hiyo Tiozen. Ni T-O-Z-E-N. Asante. Kwenye mitandao ya kijamii unapatikana kwa jina hilo hilo au kuna mtandao na jina? Na kwa YouTube unapatikana kwa jina la Tiozen, kwa TikTok unapatikana kwa jina la Tiozen, na pia kwa Facebook unapatikana kwa jina la Philboy. Asante sana. Kwenye mitandao ya kijamii tumetoka kueleza majina yako unayotumia. Sasa swali jingine ambalo nadhani nikaweka la mwisho kabisa la hitimisho, kuna kazi hadi project kwa ujumla tumalizie. Project ya kazi zilizopo au na mipango kazi. Asante sana. Kwa kazi ambazo zipo, kuna kazi ambazo tayari zipo YouTube ambazo ni nyimbo za Bongo Flava, na pia kuna kazi zingine zinakuja za gospel kama wimbo wa gospel tayari uko soon tu unakuja. Basi msikilizaji na mtazamaji, tulikuwa na bwana huyo kama alivyojielezea. Ukija na maswali na mambo mengine tutayajibu tunapopata nafasi kwenye kipindi kijacho. Kwa hiyo kwa leo tunahitimisha na tunasema bye bye.